tumepewa heshima ya kuwa taifa takatifu. Ni muhimu sana tumuombe Mungu tuonekane tofauti na mataifa mengine. Waimbaji, taifa takatifu. Wazee wa kanisa, taifa takatifu. Wachungaji, taifa takatifu. Watu wote, taifa takatifu. Anamwambia hivyo, na lengo ni hili: tupate kutangaza Mungu wa mbinguni. Mnajua kuna miungu kwa kawaida, kila taifa lina kila sehemu kuna miungu yake. Kila taifa lina miungu. Taifa lenye Mungu wa mbinguni, taifa ambalo Mungu ndiye anatawala, taifa ambalo mifumo ya kimbingu inatawala. Na niwaambie kitu, kila taifa linawajua raia wake. Mimi nina passport ile kubwa ya kusafiri. Ukifungua ule ukurasa wa kwanza imeandikwa hivi: kwa jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu huyu anaruhusiwa anaruhusiwa kwenda popote. Unapokuwa na ile passport, kila mahali unapoenda, ukienda kwenye taifa fulani, umeenda pale sio kwa sababu yako, umeenda pale kwa jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halafu ukitoka hapa, mwezi wangapi nilienda Kongo, nilikuwa na semina ya watumishi kule Kongo, nikapita Uganda hivi, nimepita Mtukula kule, nilizungukia hivi. Nilipopita Mtukula pale, nikapokea message ya Airtel. Wananiambia hivi: tunakutakia mapumziko mema nchini Uganda. Nikasema wamejuaje? Wamejuaje? Au ukiwa Uganda ukitaka kuongea wakanielekeza namna ya kufanya. Nikiwa Uganda inakuwa namna gani? Unaona bwana, nimeenda mpaka Western Uganda kule, navuka Kongo kuelekea kule Goma. Wale wa Uganda nao ule mtandao ndio nilipokea Uganda, wananiambia nao wanabadilisha lugha, lakini wanasema hivyo hivyo, tunakutakia mapumziko mema Kongo. Wamejuaje? Kwa nini? Unapokuwa kwenye himaya hii, unapokuwa kwenye taifa hili, wenye nchi, kumbuka wewe ni mali yao. Kuna watu mna simu hapo. Hiyo simu usifikiri ni kwa ajili tu ya kuongea na watu, lakini hiyo simu ni kwa ajili ya wengine wakulinde. Wahakikishe usalama wako, wahakikishe wewe hufanyi mambo mabaya. Na ukitoka wanajua huyu ametoka Tanzania, na hizo message usio unazifuta. Kesho na kesho kutwa umerudi unakwambia kuna tukio lilifanyika, wewe tu unahusika. Unawaambia siku hiyo mimi nilikuwa mahali fulani, message hii hapa. Mataifa ya kawaida yanalinda raia zake hivyo, na kila mtu anajulikana. Unafika pale, unaonyesha passport yako, wanakugongea passport. Acheni kutoka nje ya nchi kinyemela. Huo ni ushauri sasa. Sasa tunapokuwa kwenye taifa la Mungu, sisi ni taifa takatifu, lina mifumo yote ya kiroho. Sawa? Huwezi kufanya dhambi mahali popote ukajificha ukafanya dhambi halafu unasema Mungu anioni. Nilikuwa naambiwa na mtu mmoja hapa, tulikuwa tunapiga story tu. Akaniambia dogo mmoja alikuwa mwimbaji kabisa kwenye makongamano kama hivi, kwenye conference. Sasa ilikuwa kwenye mikutano ya vijana. Halafu dogo alikuwa anafanya msingi, yaani anachukua kama hapa anaenda kufanya msingi. Halafu akirudi anaandika memo, nataka kuimba. Anapeleka, anakaribishwa kuimba. Hapo ikaribishwa kuimba, anaimba. Sasa alikuwa akaniambia ngoja nitaje tu ndio nieleza.
wanasema hivi